Welcome in the mighty name of Jesus. Asante. Leo tuko na maswali, tutajitambulisha kwanza. My name is PST Maombi. Welcome to our station today. Sasa leo kuna maswali nataka utujibu. Mbona siku hizi wanawake wanakalia wanaume wao sana? Shida iko wapi? Juu si mtu wa kwanza nimeona ni watu wengi sana. Shida iko wapi? Okay, shida ile iko sahi. Hii generation tuko nayo ni generation ambayo haina heshima kwa ume wao wala wake wao. Na sababu kuta those issues zinafanyika katika marriages ni sababu unakuta wewe ukiwa mwanaume hauna mapato. Na ukikosa mapato asamani, mara mingi heshima huwa inakosa. Ukipatana na mwanamke ambaye hakukupenda, alikupendea kile alipata. Na wakati hiyo kitu imeisha, that's why unakuta ndoa mingi hazina heshima, na unakuta mume anapata mashida mingi katika marriage ile. Na shida ile tutaweza kuona ni kwamba wanaume, ukitaka uweze kuwa na heshima kwa nyumba yako, turudi nyuma sasa. Ndio ile heshima ipatikane. Ile umesema kwamba wanaume siku hizi wapewe heshima, wanabeba mpaka watoto, hata utakuta mpaka anafua. Na mwanamke hapo kwa nyumba amelala. The question ni swali ile tutaweza kuwasaidia watazamaji wetu na wanaume ni kwamba ukiwa mwanaume unastahili before uoe omba Mungu akupe mke. But the problem that we have right now in generation, hawataki kuomba mke. Wanasema wacha nitafute nimepata nachukua. But unastahili kuomba na ungojee mke. The same with woman. Uombe mume na ungojee. Sababu wanaume wanapitia hivyo ni kwa sababu hukupata ambalo ni fupa ambalo Mungu alikuwa amekusudia uweze kupata ndio akuwe mke wako. Sasa ulikuta ule ulioa si ubavu wako, ni ubavu wa mtu mwingine. Kwa hivyo hakuna vile mtaingiana. Utakuta ukikosa juu alikupendea kitu fulani, naye ulipenda labda shape. Hiyo shape kiisha utamdharau na utakosa hata kumsaidia. Ama juu alikupendea pesa, ile pesa ikiisha, ule mwanamke hata kupenda, atakudharau juu alikupendea pesa yako. Na hiyo ni ya kwanza, ndio ukitaka kusiwe upewe heshima, niombe mke, Mungu akupe. Kitu kingine ya pili ni kwamba wanaume wengi wa siku hizi unakuta mtu akipata stress anakunywa pombe, anavuta bangi, thinking anatesa mwenzake. One thing you must understand, mwanamke akishaona hivyo anajua hakuna future. Kwa hivyo vile anafanya, anaanza anafanya kazi, anajipanga akijua kwamba hakuna matokeo katika maisha yake wewe na yeye. Sasa unakuta anakosea heshima juu amerealize kwamba wewe ni useless man, una future katika maisha yake na watoto wake. Hiyo ni moja inafanya wanawake wadharau waume wao. Ingine ni wakati ukiwa kama mwanaume possibility zako haujui. Shule mtoto akifukuzwa unaambia ndio uambie mama yako akupe pesa. Sasa unakuta ile majukumu kama amani uliyasahau ukapea mke wako. Ile heshima inaenda ikiisha na mwisho anaona kama yeye ndiye the man of the house. Lakini anakutusi na kwambia wewe ni mwanaume wa saa ngapi? That's why unakuta wanawake wanakutusi, na mwanamke wako anakutusi na anakosea heshima because wewe mwenyewe ile ndiye unastahili kukaa, ama ile part unastahili kukaa as a father hauna. Ulipea ile part yako father ukapea mke wako akaikalia na yeye ndiye ana control nyumba. Kwa hivyo kile mimi ningesema wanaume wakujue possibility zao ni gani na nini unastahili kufanya katika ndoa yako as a man ndio uweze mke wako apate heshima kwako. Ingine wanaume wanakosewa heshima juu ya kuhanya. Unakuta mtu anahanya, analeta labda gonorrhea kwa nyumba, unakuta from that time mwanamke anakudharau na anasema kuanzia leo hata wahi kubali maisha yake yote kuambiwa kitu na wewe asikie. Juu amekuja kujua huwa umti na haumpendi, umemgonjesha. Kwa hivyo heshima inakosa, unakuta hata matusi na kukomandiwa kwa familia yako na mwisho hizo ndoa ndio zinavunjika. Asante sana. Najua wengi tumesaidika tukiwa wanawake wetu. Tuombe wanaume wetu ili heshima irudi katika marriage yetu. Mungu abariki sana. Asanteni sana. Asante wewe wote wamekuwa our subscribers. God bless you for watching us. Thank you.